welcome and welcome back to my YouTube channel. Not mine but ours. It is ours. It is the family. It is the family property. It's not mine. Yeah, welcome and welcome back. If you have not subscribed, consider that to subscribe. Yeah, nikiweka video unakuwa wa kwanza. Pia mimi kitambo sikuwa najua mtu akisubscribe sijui ukiroga hiyo kekera ni ya kazi gani. It's to alert you that I have already uploaded a new video, yeah. So guys, I'm back again with a very interesting video, a new one. Yeah, and it's about my pregnancy journey. How my pregnancy journey have been. Yeah, was I ready for the pregnant? Na kama sikuwa ready, bona nikaieka, Yeah, so guys, let me just clarify that. I was very ready. I was very ready, yeah, because by the way nilionyeshana nilikuwa nimeweka hii shindano ya miaka 5. Since nipate hawa twins niliweka hii shindano hii ya miaka 5. Lazima TV. Niliweka hii shindano ya miaka 5 and after that nikaitoa after ku expire. Ili expire because ilikuwa ya miaka 5, twins wameshapitisha miaka 5, so nilitoa. Hey, sema struggles za kushika mimba. After hiyo kutoa hiyo shindano kulikuwa na two struggles. Unaona sasa umetumia shindano for hii inaitwa sijui Jedero hii ya miaka 5. Umeitumia for those 5 years. Though haikuwa na nini kwakum, haikuwa na effects. Kila kitu hadi cycle ya MP ilikuwa poa. Tushida tulianza after nimeitoa venye ili expire. Struggles za kushika mimba nazo. Hey. So nilika almost a year. Because my twins are 6 now. Yeah, they are 6 years. So nilika almost a year bila kushika. Yani najaribu jutini na shidwa Jehova ama walinitoa uterus plus. Twins wa kwanza nilifanyia kwa serious. So nilikuwa najiuliza maswali mingi. Maybe walinitoa nitoa nyuku ya mtoto after kuzaa hawa twins. So najida mesita because I have already conceived hawa nilipata wawili. So I was wondering what's happening. Unaenda hosi unaangaliwa kila kitu, daktari anakuambia wewe uko poa, wewe just wait for the God's time. Yani struggle kushika mimba hadi una quit. Saa nilika almost tania hadi nikaquit, nikasema hata sitaki sitaki mimba. Benye niliquit tu hata sikujua kiki. Nikakaa nikaona my date yangu ya kupata MP hiyo mashiro inakuaga date 1 hadi 10. So nikaona haijakuja, bona tena imelete kupima. Nikaona kuna mgeni atakuja na nilikuwa nimesha quit. Yani struggle unasema hadi you don't want it anymore. Yani umetaka hadi uitaki tena. Yeah, I was in that position. Nini huku kwetu magari. Yeah, hadi sitaki tena, but unfortunately it happened. Hiyo ndio inaitwa answered prayer sasa. Ni kama Mungu alikuwa anangojea nifike in that nimefika mwisho ndio ikuje. Unasikiaga mwisho wa mtu ndio mwanzo wa Mungu. Yeah, and that's how my pregnancy journey started. And in the first trimesters, sikushoot hizo videos za first trimesters nikienda hosi because my pregnant I always kuficha. Yeah, mimi nikiwa na ball na fichaga sana, hata sweater sitowagi by the way. Yeah, kwa tunajua kuna watu hawananga nini mzuri, mdomo mzuri. So me I always kuficha from 1 month hadi 9 nifike. Ama hiyo penye tu God atanisaidia nijifungulie. Me I always kuficha. So at that first trimesters hadi sikuwa natembea sana. Yani nilikuwa nakaa kwa nyumba, hiyo kutapika, sitaki kusikia harufu ya anything. Chakula yangu ilikuwa chai na mchele. Kwa sikuwa nataka kwanza ugali hapana. So unajua mnaelewa those struggles. So nilikuwa nataka sikuwaza kupiga kelele. So nilikuwa nataka tu hiyo guashe. Kwanza nilikuwa nakula pineapple. Hiyo first trimester, ilikuwa inaitisha tu pineapple, guashe and cassava. Hizo ndio ilikuwa inaitisha. Hadi nikaambiwa
pineapples haikuwagi poa with those nini first trimesters, but second ikaanza kunifavors. Second nimekura jugu. Second trimester nayo nimekura jugu kukura. Hizo jugu na maembe. Kwa naitisha jugu, maembe, maziwa mara. Zui bona. Jugu, maziwa mara. Yeah, those things hizo ndo nilikuwa nakula. But the struggles nimefight na acne. Inaitwa acne. Acne. Ama wakini. Acne. Nimeambiwa acne na place. Inaitwa acne. Acne. Hiyo pimples. Yeah, nimefight nazo. Hadi mimi nilikuwa nasikia hadi aibu. Nikishoot mnaniambia nakata hapo. Ati niko na madoa kama pisi. So hadi nakosa hiyo nini? Inaitwa aje? Hiyo courage ya kuongea ama ya kushoot ama ya kutokea kwa kamera. Yeah, nakosa hiyo courage kabisa cause nakaa vibaya, uso yangu ni baya. Lips nazo zina umea. Lips zinamea. Lips nazo zina crack. Hata sasa hii bado hazijaacha. As you can see huku. Lips zina crack. Hey, my pimples. Najaribu kuvaa mask. Nikivaa mask sana navaa kofia. Nafikisha huku. Walai ukiniagushia hii kamera. Hebu rudi na huko usiniagushie simu. Yeah, so nakosa hiyo nini ya kuchukua video. So nikerete ona sasa unanizimia. Hebu toka hapa. Nisikugonge kofi wewe. Yeah, so hadi nakosa hiyo morale ya kuchukua video ya kutokea kwa kamera. Yeah, so unaona sasa hadi hizo morning sickness, niko na watoto nafaa niwapeleke shule. Masaa zingine najipata tu nimelala hadi wanaona it's like sitaki kuwapeleka shule. Hadi preso wakaanza kuniambia, "Hey mama, unajifanya mgonjwa, hutaki kutupeleka shule." But siwezi mbodha, ni venye aelewagi. Hayo hii safari inakuaga kuma. Masaa zingine naamka tu. Nilikuwa naamka naanza kulia. Kuna mimi, yani unaelewa uto tu mood swing. Unalia tu, hakuna kitu umefanyiwa. Kulala, kulala nayo nilikuwa nalala. Hizo hadi struggles za kulala nazo ni noma. Kuna struggle kulala, uko na watoto hapa wanakutegemea cause baba yao lazima aende atafute. Yeah, so ni mimi na wao na mimba yangu nikazame. Mimi hadi simu niliibiwa. Nilikuwa naenda kupelekea watoto ranji shule. Niko na mimba yangu hapo, nimengengana. Naenda tu na mimba yangu. Yani, unaona ukiwa umetoka unakaaga mtu ametupa form. Mimi niko na mimba, nimechoka, naenda kupelekea watoto shule, ranji. Yani, so unaonekananga yani umechoka. Sisi unakaa aje, uko na mimba tu. Umechoka, unaona hiyo situation, nimechoka, niko na mimba. So I met this old man, akaniuliza jia, akaniuliza jia ya kwenda Mwihoko. Mimi nikasema it's a good Samaritan, wacha nisaidie huyu msee kuenda kwenye anaenda. So akaniuzia jia ya Mwihoko. Nikienda kumweleza hivyo, walikuwa wanaume wawili, alikuja na dawa akanipulizia. Simu yangu ikaenda hivyo. Yani ni kama hadi najisahau. Masaa zingine unajisahau tu. Yani masaa zingine natabia nikimwili tu kiko kwa barabara, nasikia tu yani nimechoka. Nikimwili tu kiko kwa barabara, akili yaziko huko. I think mamangu hatamaniki mtoto. Sasa nifanye I think alitulea akachoka. Mamangu sasa anasemanga mimi siwezitaka mtoto. Haiwezika na mtoto. Yeah, ni ungengana na mzigo yake na niambianga mimi nililea nikachoka. Nayo haikuwa rahisi kubeba hao watoto sita. I think that's why anasemanga kila mtu abebe mzigo yake. Yeah, but it has very tough. Unaona sasa hadi kuna hii time bado nimeanguka nikiwa na mimba. Kulikuwa kumenyesha, nimeanguka, mtoto akageuka. Kulikuwa kumenyesha, nikaanguka, mtoto akageuka kuenda hosi. Ya ndiko naendea sapa na kulikuwa kumenyesha. Nilikuwa nafikiria nikamawe ndio huyo mimi nimekanyaga, mtoto akageuka. Plus hizi madawa kwenda hosi, hizo mashindano hadi wanashidaga hapo wakiduga mtu sijui tetanus. Kwanza saa hii kushika mimba ni noma sana. Cause it's like every clinic wanakuitisha
wanakuitisha scanning. Scanning nayo ni 500. Every clinic unaambiwa lete picha ya mtoto. Lete picha ya mtoto tujue amekaa aje. After every clinic lazima waitishe hizo mascanning. So unapata before upate huyu mtoto umeenda scanning kama 5 hivyo kulingana na venye umeenda clinic. But for me nilianza clinic late. Nami sianzagi kama bora haionekani. Lazima ikuwe miezi 5 ili niende clinic. Nilisema siedi mapema sirashi. So unajua it's like it was my first experience because for the twins sikuwa ienda clinic hata moja. Yeah, nikiwa na mimba ya twins sikuwa ienda clinic hata moja. So it was my first experience. Sikuwa najua mtu akiwa na mimba anafaa kufanya hivi. Yani unafaa kukula hivi. Struggles nazo nimepigana nazo za damu, kukosa damu. Mimi nakula beetroot. Naambiwa sijui beetroot iko na nini mingi, acha kukula beetroot. Sijui niambiwa iko na nini mingi. Nikaambiwa niachane nazo, niachane na majani. Yeah, so damu nayo iko chini, damu imekatalia 7. Madawa za damu kukunywa dawa ya damu nilikuwa nauziwa 800. Pengine ingine nikanunua 500 Sasa hiyo ni yenye nilinunua cheap. Hizo machupa zote niko nazo hapa za dawa. Masaa zingine unakosa. Kuna hizi madawa bado unakunywanga sijui zinaitagwa folic acid. Unakunywa hizo mimi hadi nikaandikiwa Amoxil. Amoxil nayo nashindwa. Nikiwa na mimba Amoxil ni ya nini? Mimi nimekunywa hadi Amoxil. Sikuwa najua Amoxil inaongezanga damu. Sijui inafanyanga aje kwa mwili. So nakunywa hiyo dawa ya damu na bado nakunywa hizo Amoxil. Naandikiwa hadi Amoxil. So Amoxil sikuwa najua ni za nini. Niliandikiwa tu na daktari nikunywe. So mimi madawa nimengangana nazo. Ebu kuja hapa kwa balcony nasikia kama kuna itoanwa. Nimesikia kama Steve anaitwa. Yeah, so guys, that was my pregnancy journey. And expect more of this. Yeah, I'm going to book for a maternity. Maternity mimi nayo na book because daktari aliniambia ni book for the gynecologist, sijui gynecological. I don't know huyo mtu mwenye unini yes. Yeah, I have to book for the gyno. Mimi wacha tu niseme gyno sijui because sijui kama ni gynecologist, sijui kama ni whatever. Yeah, I have to book for the gyno. Yeah, so guys, work with me for in this journey to book gynecologist. Yeah, you see how I do. Muone, yani mufuate tu the process hadi nijifungue muone venye itakuwa, niwalete face reveal. Yeah. Like that, all of those, yeah. Yeah, so guys, let's see you in the next video, tukibook gynecologist ama we go to look for the maternity.